Roho Mtakatifu ni ya wote. Amen. Washugaji, mkiingia kwa ofisi msijisugushe na matajiri. Ati unaweka matajiri ndio wanakusugusha hapa, wanasuguka kwenye madhabahu yako. They will make you bright. Pesa zinafanyanga mtu asione. Maskini Biblia inasema anaangalianga tajiri, anamsoma from A to Z. Hiyo ni Proverbs inasema hivyo. Lakini tajiri hajui kitu. Lakini maskini anamsoma, anasema angalia kiburi. Angalia hiyo mgongo ni ugonjwa. Angalia. Maskini anasoma yote, lakini tajiri hajui. Kwa hivyo na nyinyi mfanye kazi, muheshimishe kanisa, mrudishe heshima kwa madhabahu ya Bwana, mrudishe heshima kwa kanisa, na msifanye hii maneno inafanywa na makuhani waliokuwa kwa wakati wa Mika. Ati makuhani wake ufundisha ili wapate ijara. Tukikuwa na mahali kwa fellowship, lazima hapo kuna kitu. Imagine, na zamani tulikuwa tunaona pastor kwa maushirika yote bila wasiwasi. Leo ukiona pastor amesimamisha ngali anaingia kwa ushirika, kuna kitu. Fuata utaona ni nani yako na kitu hapo. Lakini kama ni tumaskini tupu, tunatumiwa asha atuongoze. Baptism, mtu wa Mungu anasimamia baptism. Wewe batiza hapa, na wewe hapa. Wewe batiza hapo. Lakini tajiri akisema ameokoka, nani anaingia kwa maji? Mtu wa Mungu mwenyewe. Nasema Jehova ameshuka hapa. Lakini ukiangalia vile Jehova ameshuka, ni pesa zimeshuka. In fact ni mistake anafanya. Akasema haleluya, pesa zimeshuka. Lakini sasa hiyo ni partiality, ni kusema ya kwamba tumekataa imani. Amen. Msihubiri vizuri kwa sababu ya pesa. Msitukane washirika kwa sababu hawatoi pesa. Ukiona kondoo haitoi manyoya, ni kukura haijakula vizuri. Si kufisha imefisha manyoya. Hakuna kondoo inafishanga manyoya. Manyoya iko juu, inaonekana na kila mtu. Ukiona kondoo haina, ni wewe umeinyima chumvi, umeinyima maji, umeinyima mereo. Sasa ndio unaona ya kwamba haitoi. Badala ya kuipiga na kuiambia utatoa, let me tell you, utatoa. Kuna kitu Mungu atakufanya utoe. Pilisha hauwezi kutisha kondoo itoe manyoya. Unaipeleka malishoni, inakula, inashiba, unaipeleka kwenye maji, inakunywa, unaifanya ilale na amani bila mshtuko, manyoya inamea yenyewe, unanyoa tena. Amen. Washugaji, Biblia inazidi kusema kuna washugaji wako na unabii, na hawa ndio sasa nao wameingia kwenye mitego mikubwa. Inasema na madambi wake hubashiri ili wapate fedha. Hata ukiona prophecy inapeanwa, kuna kitu itatokea hapo ya mtu wa Mungu. Makosa makubwa. Kiingereza kinasemaje? The prophets divine for money. Kwanza ukitoa unabii wa kuponya kansa, na walikuwa wanafanya fundraising waende India, daktari athibitisha hakuna kansa, mtu wa Mungu anaharibika kichwa. Anasema hiyo pesa mlikuwa mmekusanya ulete sali. Sasa na hii maskini wakishika kansa, ndipo hata nafikiria magonjwa mengine imekataa kwenda kwa maskini. Ni kama corona ya Nairobi. Corona ya Nairobi ilishika pande hii ya juu. Eastlands hakuna mtu aligojeka corona. Pande hii ya juu, ukikuja tu unaanza kukohoa the same day. Paka mtu mmoja aliniambia hauoni corona imeweka line Jogoo kurudi pande hii ndio corona imekalia watu. Baada ile sisi hata hatufai mask. Na kweli nilienda ibada kule, nikaenda na mask. Kwanza nilienda na bili, tulikuwa tumeambiwa tufae bili. Kufika huko nikakuta ni mimi tu niko na mask. Nikamwambia amuogopi corona? Wakaniambia ni ya kwenu pande ile ya juu. Kaangalia hivi nikaona kweli ni Mungu. Na ndiposa kuna magonjwa ya matajiri na magonjwa ya maskini, kwa sababu hata kanisani tumegawanya. Kuna viti vya matajiri na kuna viti vya maskini. Kuna watu special. Some animals are more equal than other animals. Mnakumbuka animal farm? Some animals are more equal. Please wahubiri, ni tutawapisha hapa ya kwamba I will not do anything called partiality in the church.
Hiyo kitu uweke, maana ni Biblia inasema. Okay, tumeandika kwa makaratasi, lakini ni Biblia inasema mtumishi wa Bwana asiwe na partiality. Na neno la Mungu linazidi kusema, ila hata hivyo wamtegemee Bwana na kusema, je, hayuko Bwana katikati yenu? Hapana neno baya lolote litakao wafikia. Kwa hivyo Mika aliishi wakati kama tuko. Na ukiangalia Mika sura ya 7, you see the same thing. Can you look at Mika sura ya 7 mstari wa 3? Inasema mikono yao, I hope you get there, Mika chapter 7 verse 3. Mikono yao inashika mabaya ya watende kwa bidii. Mtu mkuu anaomba rushwa. Sasa tunaishi wakati huo mpaka pastor anaomba rushwa. Nimewahi kwenda mahali mtu akauliza, mtu tulikuwa naye, pastor anatoanga kitu. Nikaulizwa naye, wanauliza kama unatoanga kitu. Nikawaambia pastor hatoangi kitu. Nao wakaniambia, lakini kuna pastor mwingine alitoa kitu, washa kujifanya toa. Nikaona unaweza kuamua kuishi vizuri, lakini your colleagues wameshaanguka. Sasa wana expect everybody to fall. Si unaona? Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna polisi alinisimamisha, nikamwambia, na nyinyi mwashage kuitisha kitu. Wakaniambia hata pastor ndio wanatupatia kitu kikubwa siku hizi. Hao watu wengine wanajua ni katwedi na ka 50. Pastors wanatupatia toka hapa 500. Na ni sadaka. Tafadhali lazima msimame. Muonyeshe watu ya kwamba rushwa inaharibia watu maisha na future yao. Na hatutaki tuzike washirika baada ya kukufa. Halafu parapanda ikilia washindwe kufufuka. Hivyo ndivyo Paulo alisema, that I may attain to the resurrection of the dead. Paulo alikuwa anasema, hivi ninahubiri na hivi ninaishi. Ninafanya kazi kwa njia ambaye nitafufuka. Imani ni nyote hapa. Lazima mkae kwa njia mtafufuka. Hii watu wanazika watu Kenya, wanazika watu bali sana. Wanazika watu 56. Ndio utoke, lazima uwe ulikaa vizuri. Na ndio watu wengine siku hizi wanasema wazikwe Lang'ata, maana Lang'ata hauwezi kwenda kupelekwa bali. Hata ukisikia uhai umerudi unaweza kung'ang'ana na utoke. Lakini kule kijiji wanakuweka mahali ambapo hata wewe ukiangalia kaburi unarudi nyuma, So lazima uishi hapa duniani in a way that in case you die, you will be resurrected. Unaona, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Kwa hivyo tuhubiri in a way, tukikufa we will be resurrected. Tuokoke, tuende kwa makanisa kwa njia ambaye if we die we shall attain unto the resurrection of the dead. Lakini siku hizi vile watu wanakaa na kuambia wakikufa, hata ni sisi tutaenda kuambia miaka nyingi baadaye, kulifufukwa. Mlifufuka, sikusikia. Ni ile maisha tuliishi. Kama Mungu hataki uwe na gari, wewe tembea miguu. Kuna watu walikuwa wananiforce zamani niwe na gari, nikawaambia hivyo kanisani. Wakaniambia, pastor wewe hauna gari na sisi tuko na gari. Tunaaibika tukiona unatembea town miguu na mke wako na watoto mkienda kupanda matatu. Nikawaambia gari, kuna watu ambaye hawajaandikiwa gari na kuna watu wameandikiwa gari. Kama mimi sijaandikiwa gari, akaniambia pana, nataka uchukue yangu. Wakati naitaka nitakuwa nakupigia simu, unaniletea. Nikamwambia haiwezekani. Maana kama Mungu alikuwa anataka kunipa gari, ataona akiwa mbinguni niko na gari na ni ya wenyewe, hata nipa. Tukaendelea kuingia kwa matatu. So kama pastor Mungu haja kupangia gari, wewe bebo tu na boda na ujiangalie usiangushwe. Peleka baiskeli tu. Hata mimi nilihubiri miaka 7 na baiskeli na niko hapa na sina shida. Na iliniangusha mara kadhaa batamia. Samueli aliongea maneno hapa na ningependa hii maneno Samueli aliongea niwasomee, maana singependa kuwaweka wakfu na hamujasikia vizuri. Samuel chapter 12 verse 3. Samueli sura ya 12 mstari wa 3 inasema hivi: nami nipo hapa basi, munishuhudie. Ni Samueli akitoa ushuhuda wa ministry
wakuwa prophet office, shepherd of Israel, shepherd's office. Akasema nami nipo hapa basi, mnishuhudie mbele ya Bwana na mbele ya masihi wake. Nilitoa ng'ombe ya nani? Samuel anatoa ushuhuda, anasema kama nilichukua ng'ombe yako inua mkono. Leo sijui kama tunaweza kuuliza washirika hivyo, watainua. Uliniitisha washugaji wale mnaenda kuweka wakfu leo, toshekeni na manyoya yale yanaletwa kwa madhabahu. Hata ukiona kondoo iko na manyoya marefu na hainyolewi, kama inataka kukaa naye washa ikae naye, pengine iko na baridi inataka isikie joto, ile itakuletea wewe, tosheka na hiyo. Samueli aliona watu wako na ng'ombe nyingi, hakuwaitisha, ile wanalete alitosheka naye. Kwa hivyo akauliza swali, mimi nimewahi kuchukua ng'ombe ya mtu? Akauliza swali la pili, mimi nimewahi kuchukua puda ya mtu? Swali la tatu, ni nani niliyemdhulumu? Kuna mtu nilichukua kitu yake nikakataa naye? This is integrity ya ministry. Hii ni ethical life of Solomon, of Samuel, sorry, kwa watu wa Israeli. Mpaka nawauliza kama kuna mtu amechukua pesa yake. Na Paulo aliongea hii maneno kwenye kitabu cha Mitume. Akauliza, kuna mtu nimechukua gold yake? Kuna mtu nimechukua silver yake? Kuna mtu nimechukua nguo yake? Leo hatuwezi kuuliza hiyo swali. Kuna mshirika nimechukua gari yake? Ndio pastor, uliniitisha na haujarudisha. Tusitamani vitu vile viko na washirika, tutosheke na zile Mungu ametupatia. Amen. Na hata kama washirika wanalala vizuri kuliko wewe, usiende huko ushirika kama umechelewa ulale kwa wenyewe. Mchungaji halalaki kwa watu wengine, unaenda kwenu. Amen. Haujui mtu akilala usiku anaweza kuongea na hajui anaongea. Uongea maneno usiku, mshirika amuke, pastor anaongea. Asikie unaongea vitu ambavyo havieleweki. Sasa utahubiri tena mbele yake namna gani? Mtumishi wa Mungu hakopi washirika. Afadhali washirika wakukope. Kwa sababu ukikopa washirika, na sisi wachungaji mnajua pesa nyingi tunapata zinakuishia tu kazini, utashindwa kulipa. Sasa ukishindwa kulipa, na unajua washirika nao wakikosa kulipwa pesa yao wanaambia washirika wengine, utahubiri namna gani? Integrity ni kuachana na pesa za washirika. Integrity ni kutokuwa kopa kitu. Unatosheka na kile ulicho nacho. So Samuel aliuliza, ni nani nimedhulumu? Ni nani niliyemuonea? Nimeonea mtu yoyote? Kwa hivyo lazima mtu yoyote hapa na ofisi kubwa kama ya bishop, ofisi ya nani? Ofisi ya prophet, ofisi ya pastor, lazima awe anasoma hii maswali every year. Kuna mtu kanisani nimeonea? Kwa sababu ofisi hii unaweza kuonea watu rahisi sana. Maana ni ofisi kubwa. Unaweza kuonea mtu umfukuse, uonee mtu umfinyirie, uonee mtu umunyime maombi, uonee mtu umunyime ndoa. Sasa akauliza, kuna mtu nimeonea? Nafikiria hii standard tukipima watumishi wa siku hizi naye wengi tutawekwa nje. Na kama biguni tukifika hapa ndio malaika watasomea watumishi, please prepare, this examination ni kali. Kuna mtu nimechukua kitu yake. Nakumbuka zamani kuna mama aliniletea pesa, aliuza shamba. Nikamwambia, kwa nini umeniletea hizi pesa? Akaniambia, pastor, sitaki kuweka hii pesa kwa bank. Sitaki mtu yote ajue niko naye. Nilipoomba Mungu nikajua yule mtu anaweza kuweka pesa yangu vizuri na asitumie vibaya ni Harrison. Hiyo pesa imenijaribu. Kwa sababu nimwekea kwa sanduku ya kanisa, nikaiweka kwa kasefu. Ninasikia kitu kinaniambia itumie, utarudisha. Ninaenda kifunguo na karibisha safe hivi, na tetemeka, nasema no, I must fight for my integrity. Siku moja Radlord akakuja akaniambia, ofisi tutafunga kuanzia kesho. Na pesa ni hata wakifunga ofisi watafungia hiyo pesa hapa.
Pesa iko nyingi. Tena kifunguo nikapeleka, ikatetemeka hivi, nikasema acha nigojee Mungu. Niligojea Mungu, hakukuja, lakini pesa zilikuwa hapo. Nilikaa na hizo pesa, alafu nakutana naye kwa kanisa, namwambia si ukuje kesho uchukue ile pesa. Ananiambia bado. Kumbe ni test ameniwekea kubwa sana na yeye hajui. Siku ile alikuja akaniambia, "Mchungaji, nimesema nichukue ile pesa yangu." Nilisikia mpaka nilimuombea maombi ya baraka sana. Aende nazo. Na hata hakunigawia. Alienda na zote. Kwa hivyo nilikuwa mtihani. Nilikuwa nafikiria atanipatia taarifa kadhaa. Kwanza alihesabu. Na akaniambia na wewe ni pastor mzuri. Au kuchukua hata moja? Nimwambia hapana. Nikafikiria sasa ataniambia asante kwa kutochukua. Akakuja, akaweka kwa kifua. Nikamwambia Mungu, hapo ni wewe umeniokoa. Simplicity, integrity ni important. Unaweza kukula pesa ya mtu, shaitani ahakikisha hauturudisha. Hata wewe hapa si mmefanya hivi. Kuna pesa ya mtu ulitumia, sasa umeng'ang'ana kurudisha, imekataa. Ilikuwa mtego. Amen. Na kwa hivyo wachungaji, mnaona vile tumefaa manguo mingi hapa tukikuja kwa ordain, ni kwa sababu integrity sio tu mambo ya tabia, ni hata mambo ya kufaa. Hapana faa nguo ambazo zinatukwaza. Hapana faa nguo ambazo zinafanya ukiwa kwa madhabahu uonekana kama ni katuni kana ubiri leo. Madhabahu iheshimiwe. Tangu Exodus, Mungu aliongea juu ya madhabahu. Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokuja hapa duniani hakufaa nguo ya kawaida. Si kweli? Nguo yake Biblia inasema ilikuwa sio ya kawaida. Ilishonwa ikiwa nguo moja kutoka juu mpaka chini. Bwana Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo na wewe hauwezi unakuja hapa na t-shirt imeandikwa very funny. Paka watu wanaanza kucheza na madhabahu, wanaona hakuna seriousness. Na hii imefanya madhabahu ishukuliwe rahisi. Every Tom Dick na Harry ameingia kwa madhabahu na imeshafuliwa, imeharibiwa. Na Biblia inasema, au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa ili inipofushe macho. Kuna mshirika yoyote aliyenipatia kabribe ate ndio mambo isijulikane? Nami nitawarudishia, na akasema nitarudisha. Kama kuna kitu kama hiyo nitarudisha. Nao wakasema verse 4, huku tudhulumu, huku tuonea. Washa kwanza nisome hiyo na Kiingereza, maana watu wengi hapa mmesoma siku hizi. Nisome ya Kiingereza tusikie vile inasema. First Samuel chapter 3 verse 5. Washa niwasomee Kiingereza. Inasema hivi. Samuel said to them, the Lord is witness against you, and also his anointed is witness this day that you have not found anything in my heart. He is a witness, they said. Alisema witness ni kusema ya kwamba ofisi mnaingia inahitaji iwe na washahidi ambaye wanashuhudia hakuna kitu imefanywa. Na verse 4 inasema, you have not cheated. You have not cheated. You have not oppressed us. You have not taken anything from anyone's heart. Yo mambo matatu. I wish all pastors will have that testimony from people. Watu wakwambie, you have not cheated us. Especially siku hizi kwa sababu ya vile pesa zimeleta shida, unaweza kudanganya watu from here. Hata kuna mtu nisikia akitutisha kwa madhabahu, nikasema nani alimuordain? Hakumfundisha. Alituambia nimeona kifo. Nimeona kifo. Unajua ukisikia kifo tunahaoka zote. Ameona wapi? Maana ni mtumishi ameona kifo. Kasema kuna watu wakikosa kutoa hiyo pesa nimezidana 5,000. We'll bury them. Washirika walipanga laini. Hata mimi kama ningekuwa nazo, ningepanga, maana hakuna mtu anataka kukufa. Hata watu wengine wanafikiria ati sisi kwa sababu tunahubiri tunataka kukufa. Tunataka kukufa tuende wapi? Hakuna mtu anataka. Hata mtu wa miaka 92 amewahi kuniambia niombe pastor nisikufe. Paka nikajiendua. 92 si uende tu. Umepitisha 70 na ngapi? Maana tumepewa miaka 70. Lakini hataki. Tukaomba. Na alienda mpaka akafika 105. Nikaenda kumuona akiwa na 104.
Akaniambia niombee Mungu nifikishe miaka ya Musa. Sasa anataka kwenda 120. Nikajua akifika 120 ataniitia miaka ya Abraham 175. Ndio nilikuja kugundua nobody wants to die. Kwa hivyo hata nyinyi mkiona tukihubiri hatutaki kukufa. Amen. Hata Yesu wakati alikuwa hapa duniani alitaka kukufa? Hapana. Alisema hivyo, Bwana niondolee hiki kikombe. I don't want to die. He was saying. Na yeye anajua mtu akikufa anaenda wapi. Na alikuwa hataki, lakini akasema not my will but your will. Kwa hivyo Yesu alikufa kwa sababu ya will ya Mungu. Kama ingekuwa will yake, akajifisha. Amen. Can the people testify that you have not taken anything from anyone's hand? Kwa hivyo sadaka tukisema jitoleeni sadaka ile watalete tutocheke, lakini tusiwaambie Mama Francis nikiomba Mungu alinionyesha ni bebe utalipa hii kanisa mwezi hii. Sasa tumeenda laini nyingine. Hiyo sio laini ya manyoya, hiyo ni laini ya kukata kanyama kwa kodoo. Kama kodoo haioni kupatie pesa, wachana naye. Usiende kukata nyama ati zimenona. Itakufa. Itakuwa na kidodo hapo na itakufa. Wakristo wengi wamekufa baada ya sisi kuwakata kanyama tulipe rent. Kanyama sasa wamekufa, hawajaokoka tena. That is why we should be people with integrity. Na nitafunga na 1 Corinthians chapter 4 alafu tuende kwa sehemu ya pili. 1 Corinthians chapter 4. Wale wako na Bible tunaweza kufungua hapa Wakorintho wa kwanza sura ya 4. Hiyo ni Agano Jipya. Na tusome mstari wa ngapi? 1 Corinthians chapter 4. Tusome mstari wa kwanza. Mtu atuhesabu hivi kuwa sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Wachungaji, ofisi yetu ina demand confidentiality. Confidentiality ni kusema utajua ni nani yako na ukimwi kwa kanisa, utajua ni nani aliwashwa na mkewe, utajua ni nani mgonjwa wa tumbo, utajua siri za watu. Na kwa hivyo kama hauna confidentiality, you destroy the church. Mhubiri anatakana akufe na siri za watu. Usiseme, ukianza kusema siri kanisa inakuwa haina nguvu. Maana utajua vitu nyingi.
Utajua nani alipigwa jana usiku. Utajua nani mwizi. Watu wengine watakuja kwako kukuambia mimi, unikumbuke pastor, nilitoa mimba. Hiyo siri lazima uweke mpaka ukufe naye. Lakini kama haujui verse 1, utatuambia. Hata kuna mama hapa tumefanya deliverance jana. Alikuwa ametoa mimba 2. Wapi mama Jane? Sasa hiyo ni kazi gani sasa unafanya? You must be confidential. Amen. Na usipige mtu kwa sababu ya kasoro yake. Haya, kuna wazee wengine wanakuja wanakuambia, mchungaji, mimi nimetubu, uniombee. Nimetoka nje ya ndoa. Umetoka na nani? Anakuambia kama mchungaji wangu nimesema nikuambie yote. Mimi nataka kwenda mbinguni. Akiondoka kwa ofisi, mama Jane, mzee umaha. Mzee ametoka. Sasa hiyo ni kazi ya Mungu unafanya ama ni ya shetani? Lazima mtumishi wa Mungu ajue yeye ni wakili wa Mungu. Awe confidential. Ndio mambo ya watu uweke kwa moyo, uombe, umalizane nao. Amen. Watumishi wa Mungu, be confidential. Ukijua mtu anaolewa, unanyamaza mpaka jitoe yenyewe. Be confidential. Na usitawale watu wa Mungu vibaya. Peleka watu wa Mungu ukiwa pele, waonyesha example. Lakini usikae nyuma. Ukikaa nyuma utawatesa. Lazima uwe mbele. Ndio wanaona vile unafanya na wao wanafanya. Ukiwaambia upende mke wako, wanaona vile umempenda na wao wanapenda. Ukisema mpende bwana yako, wanaona vile umefanya. Lakini tusifanye vitu itafanya kanisa la Bwana lidhihakiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji wa mama, mfanye kazi kwa unyenyekevu. Hii ni madaraka makubwa sana mumepewa ya kuwa mchungaji na wewe ni madam. Kwa hivyo usitumie madhabahu vibaya. Usipanish watu kwa madhabahu yako. Usifukuse watu kwa madhabahu. Hapana, ita mtu unamwambia, let me not see you in this church again. Go. That's not your church. Hata wewe utaambiwa siku moja, go. Niliona mtu mmoja, mama mmoja alikuwa anafukuza watu mpaka wazee. Anasema mzee Francis, mama, get out. Watu wanatoka. Naye siku moja bishop yake alikuja akasema, out teenager. Kamaona ametoka nje na yeye. Alikuwa analia anasema, that bishop, God is going to judge him. Nikamwambia hata kuwa judged. Kile ulipanda, tisho sikukumbuki ulifukuza fulani. Akasema lakini hao walikuwa wamefanya dhambi. Kamwambia hata wewe kwa macho ya bishop yako umefanya dhambi. Out. So zote yapatacho mwanadamu ndicho atafuna. Kwa hivyo kama wewe ni mchungaji, usitumie ofisi ya mchungaji kama license ya kucollect taxes among the Kenyans. You are not a tax collector, you are a man of God. Washirika Bwana asifiwe. Nimeambia watu hao vizuri. Ni mafuta ya tax collector tunawaweka ama ni ya pastor? Kwa hivyo hakuna kwenda kuhesabu kukuza watu nyumbani. 1 2 3 4. Shika hiyo jogo. Kado. 1. You can't do that. You are not a tax collector. Amen. Hapo tena inahitajikana katika mawakili ndio mtu aonekane mwaminifu. Hiyo ni verse 2. You must be faithful. Uwe mwaminifu katika mambo yote. Kama ni doa, kama ni maisha ya madhabahu, kama ni ukidiri na watu, kama ni biashara, kuwa mwaminifu. Ukichukua kitu kwa mtu kwa duka, lipa. Na utakuwa mtumishi mzuri. Nao washirika wale sasa mmepata pastor, msitumalizie wachungaji.
uwapatie haki yao. Haki yao ni fungu la 10. Washirika, haki ya pastor ni fungu la 10. Ni sadaka. Msiwanyime. Mkiwanyima wataharibika. In fact, ukisimama hapa kuhubiri na haukukula sapa na your wife wako hapa hakukula na unaona watoto wamekaa kwa kiti hivi kwa sababu hawakukula, you may not preach normally. Lazima useme vitu hapa ambavyo ni mke wako tu ataelewa. Kuna watu watakufa. Mumepewa pesa lakini hamtoi. Amen. Na si kupenda kwako, ni njaa. So msinyime hii watu chakula, maana ni right yao kuchukua fungu la 10 kutoka kwa ndugu zao. It is their right kuchukua sadaka. Kwa hivyo muwape sadaka. Na wale wanawake warembo muavoid kwenda kwa ofisi ya pastor akiwa peke yake. Pastor si mawe. Hapa hakuna pastor mawe. Pastor ni wanadamu. Kwa hivyo kama unajua wewe ulizaliwa ukiwa mrembo, wanaitangwa na lugha gani na cheni mrembo? Ati masupu. Kama wewe ni supu. Hapana, enda kwa ofisi mwanaume ako peke yake, unaenda hapo na badala ya kumwambia Yesu ni Bwana, damu ya Yesu, unaanza kumwambia gynecological problems. Mwambie pia pastor hapa kwanza guza hapa pastor, utasikia. Wewe wacha nikuambie. Wewe ni shaitani imekuingia, ni vile haijasema. Hapana, angusha pastor. Ni mwanaume kama wanaume wengine. Pamoja na kuwa watumishi wa Bwana, sisi ni wanaume. Amen. Daudi alipoona mama hana nguo, alibehave kama nabii. Na sisi tunajua Daudi ni nabii. Daudi ni mwandishi wa Zaburi, ni mwandishi wa Biblia. Na sisi hakuna hata kabarua kamoja kamekubaliwa kaingie kwa Biblia. Yeye ameandika Biblia. Daudi una unabii, anatabiri. Daudi ni mtu ambaye ameua Goliath na alianguka kwenye miguu ya mama ambaye hana nguo. Na Goliath msima ameangusha. Kwa hivyo wadada warembo, Bwana asifiwe. Hata wale hawasio warembo usiende. Usituangushie mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ukiona kwa kanisa na kuangalia vizuri sana, the more you keep the distance, modorado la wegati. Wadada wa siku hizi ukiangalia vizuri wanakaribia. Kaidaroro wegati anakaribia. Unatakana uende bana. Isa also a man. Hapana fikiria hii mafuta tumewaweka hapa imewafanya shuma. Bado ni wanadamu. Wahubiri wanawake the same. Tusiwaingilie sisi wanaume. Hata unaenda hapo kumuita mama. Sisi hatutaweka mtu mafuta hapa ya mama. Hakuna dadi tutaweka mafuta hapa. Wachungaji hapana itwa dadi. Wewe si dadi. Dadi ni kuzaa. Wacha watoto wako wakuite dadi. Lakini sisi ni wahubiri. Kwa hivyo siitwe dadi. Ukianza kuitwa dadi, mtaanza kucheza na wamama kwa kanisa. Paka mama akikuja kwa kanisa unamwambia, "Na leo uko smart. Hebu sukuka nione." Wewe. Umeenda njia baya na ni wewe unajipeleka hiyo njia kwa sababu ya kuingiza mchezo kwa madhabahu. Sisi hapana mandadi ya watu. Sisi ni watumishi wa Mungu. Haleluya. Na hakuna mtumishi wa Mungu ameitwa dadi kwa Bible. Ni siku hizi tu wanaitwa. Nobody was called that. Na kwa hivyo mchezo kanisani tuondoe. Bwana asifiwe. Na wachungaji tupende wake zetu, wale mumeoa weka mke wako mbele. Ndio awe anaona vile una behave exactly hapa kwa madhabahu. Akusaidie. Kama uko na mume, ukumbuke Joyce Meyer, mhubiri mkubwa sana wa Amerika. Naonanga mzee wake amekaa hapa, amelala kabisa hata sikii vile anasema. Lakini amekaa hapa. Watu wanajua yule mzee amelala pale wa Joyce Meyer. Sasa wewe mzee wako hata hatujui anakaa wapi. Ati ulimweka ati angaliage show zile. Sasa unaweka mzee akaangalia show za kanisa kitu gani? Ate baba ndiye anaangalia pale fence kwa gate paka hapo kwa mashow, tusipata shida. Ukienda hapo huyo utaona hapo mzee ako hapo na suit, ni my husband.
husband anaita kwa hapa. Hata sioni Joshua akiweka viti mbili, si ni moja tu. Yeah, sasa. Woman nawe na kafari mzuri. So hapana aibisha wanaume kwa kanisa. Na hapana tisha wanaume. Nimesikia wanawake wengine wanatisha men. Sasa Bwana asifiwe. Nikisimama hapa mimi si madam tena. Umekuwa nini tena? Na wewe ni madam. Sisi tunaona wewe ni madam. Mimi si madam, amen. Mimi sasa nikisimama hapa nimegeuka. Hiyo ni kutisha kanisa. Kwa sababu tutajua bado wewe ni madam. Amen. Na kama wewe ni mhubiri mwanamke, hapana faa nguo zitafanya watu wa kutamani. Mwanamke yote amepewa mwili unatamaniwa na watu wa dunia. Lazima uwenyime hiyo sinema ya kukutamani Sunday service. Faa nguo ambazo hazileti kitu yoyote ya kukutamani, ndio Biblia inasema. Lakini unafaa nguo na wewe ni mshugaji. Unafaa nguo mpaka zile ziko ndani tunaona vile zimejishora, mahali zimefika. Mpaka tunasikia kuzishika. Na ati wewe ni mshugaji. Wewe ni mshugaji wa dhashigana. Wewe si mshugaji. Wewe ni katu wa kunafanya hapa. Amen. Washugaji wanawake, msiangushe watu. Maana kuangusha mwanaume si kufanya dhambi naye. Mwanaume anafanyanga dhambi na si ndio Yesu alisema? Ukiangalia mwanamke, umtamani, umeshazini naye. Imagine sasa umefanya wanaume wote wa kanisa mzima wazini na wewe. Is that a church? It's not. Mungu awabariki. So washirika mwe watu wazuri kwa pastor wetu. Na kwa hiyo mashauri mengi na machache nimesema Mungu awabariki. Amen. Wacha tuombe dakika moja. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, naomba kwa sababu ya mafundisho yale nimepeana hapa, nikienda kuweka watumishi wako wakfu, hawatasema hawakuambiwa. Nimewaambia kila kitu kinafaa waambiwe. Nimewaambia mambo yale yote yamefishwa. Mambo yale yote ambayo wanatakana waweke kwa kifua yao na wasiseme. Nimewaambia mitego ya huduma ile wanakuja kutegwa na watu. Na nimeongea hata na washirika kuhusu kujitolea na wao wenyewe jinsi ya kupokea sadaka. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu ya kwamba hakuna mshugaji yoyote tutaweka mafuta hapa arudi atuhaibishe. Hakuna askofu tutaweka mafuta hapa arudi atuhaibishe. Tuna imani wataweka integrity na heshima ya neno la Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Mungu abariki.